Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nchi yetu imekuwa ikipiga hatua kiuchumi katika shughuli mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo, madini na hata uvuvi. Lakini maeneo hayo yalikuwa yakikabiliwa na tatizo la kutopata mawasiliano kupitia mitandao mbalimbali ya simu, hali ya kukwamisha shughuli hizo. Je, serikali ina mkakati gani madhubuti wa kushirikiana na kampuni mbalimbali za simu kuhakikisha kwamba mawasiliano yanafika katika maeneo hayo muhimu ya kiuchumi? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nchi yetu ni moja ya nchi ambayo imewekeza sana katika mawasiliano. Tumepiga hatua kubwa sana. Ukichukua miaka 25 tuseme kabla ya dira hii iliyoisha na sasa, pana mabadiliko makubwa sana katika sekta ya mawasiliano. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuanza kutekelezwa kwa dira hii iliyoisha, kwa wale wa rika langu na wakubwa zetu watakumbuka, tulikuwa kwenye sanduku la posta peke yake. Lakini leo hii hata aliyeko machungani anaangalia bunge linapojadili masuala ya nchi hii. Lakini ni kweli bado kuna maeneo ambayo yana changamoto za mawasiliano. Serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka fedha, kutenga fedha kwa ajili ya kuimarisha mawasiliano katika maeneo hayo ambayo yana uchumi mkubwa lakini yanapata changamoto za kimawasiliano. Moja ya maeneo ni tumeongeza fedha kwenye mfuko wetu wa mawasiliano, lakini pia tumeendelea kuwekeza mkongo wa taifa uweze kufika kila wilaya, na tunaendelea kuwekeza fedha, tenga fedha kila mwaka wa fedha ili kuweza kuhakikisha maeneo kama haya ambayo Mheshimiwa mbunge ameyataja, yakiwemo ya pembezoni, yakiwemo kwenye maeneo yenye uchumi mkubwa, yakiwemo kwenye barabara zetu, yakiwemo maeneo ya milimani ambako kuna wakati ajali zinatokea, lakini ikiwemo kwenye mtandao wa reli yetu ya kisasa. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie mbunge na bunge lako tukufu kwamba serikali itaendelea kuweka mkazo ili kuweza kuhakikisha Watanzania wote wanapata mawasiliano na kuweza kuongeza kasi ya uzalishaji katika maeneo yetu ya kiuchumi. Mheshimiwa Spika, lakini kabla sijajibu swali la Mheshimiwa mbunge, naomba uniruhusu nitumie jukwaa hili kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi Mheshimiwa Spika, nitumie jukwaa hili kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi na kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jicho lake la mwewe la kuweza kumwona Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, Deogratias John Ndejembi kama kiongozi ni kiongozi mahiri sana, ni kiongozi makini, ni kiongozi mchapakazi anayefanya kazi bila kupumzika ili wananchi wa Tanzania waweze kupata manufaa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi as a person ni mtu raimu sana, ni mtu mnyenyekevu sana, Muisraeli kweli kweli asiye na hiana ndani yake. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na waheshimiwa mawaziri wenzangu nimhakikishie Mheshimiwa Deogratias Ndejembi makamu wa rais kwamba mimi pamoja na mawaziri wenzangu tuko mguu sawa kupokea maelekezo na kuyafanyia kazi ili kumsaidia yeye kutimiza jukumu lake la kumsaidia Mheshimiwa Rais katika majukumu yake ya kuijenga nchi yetu.